Tanzania ni taifa lililojenga hadhi ya utulivu na siasa za maridhiano kwa muda mrefu. Lakini kadri tarehe ya uchaguzi mkuu 29 Oktoba inavyokaribia, hali ya hewa ya kisiasa imebadilika. Sasa nchi inakumbwa na mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia yake. Viongozi wa upinzani wanasema hofu imetanda, kukiwa na vitisho dhidi ya yote atakayejihusisha na maandamano, mikutano mikubwa ya kisiasa au ukosoaji mkali kwa serikali. Katika mazingira haya, wachambuzi wanahoji, je, uchaguzi huu utakuwa wa ushindani au utaratibu wa kuthibitisha uongozi uliopo? Rais Samia Suluhu Hassan alichukua madaraka mwaka 2021 akiahidi kuimarisha uhuru wa kisiasa, kurejesha mikutano ya hadhara na kuboresha sheria zinazohojiwa na wapinzani. Mataifa na taasisi za kimataifa yalisifu mwelekeo huo mpya, lakini sasa baada ya miaka mitatu hali inachorwa kwa rangi mbili tofauti. Serikali inajivunia utulivu na maendeleo, huku upinzani unadai uongozi wa mkono wa chuma umerejea. Katika miezi ya hivi karibuni, kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani kumeongezeka. Maagizo ya kubana mikusanyiko yamerudi na kampeni za kijamii zimewekwa chini ya uangalizi mkali. Wachambuzi wanaona haya kama ishara za kurudi kwa siasa za woga. Maamuzi ya dola yanatangulizwa kuliko maridhiano ya kisiasa. Sheria zinatumika kupunguza nafasi ya wapinzani. Serikali inasema hatua zote ni za kulinda amani na sheria, lakini upinzani unaamini ni utaratibu wa kimfumo wa kuzuia sauti mbadala. Tundu Lissu, mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani, amekuwa kitovu cha mvutano huu. Mtu aliyenusurika shambulio la risasi mwaka 2017 aliapa kurejea Tanzania kutetea demokrasia, lakini tangu kurejea kwake amekamatwa mara kadhaa na sasa anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini. Mashtaka hayo yanadai kauli zake zinahatarisha usalama wa taifa na zinaweza kuhamasisha maandamano yenye vurugu. Chadema wanadai hii ni mbinu ya kumfungia nje ya uchaguzi, na sasa kesi yake itasikilizwa tarehe 4 Novemba baada ya uchaguzi mkuu kukamilika tarehe 29 Oktoba. Wachambuzi wa kisiasa wanaona kumpata mgombea anayeweza kumkabili Samia ni changamoto kubwa kwa upinzani. Hivyo kesi ya Lissu imekuwa ikiwa na uzito wa kisiasa. John Mpina, mwanachama wa zamani wa CCM aliyehamia ACT Wazalendo, alikuwa mpinzani mpya mwenye uzoefu wa mtandao mkubwa, lakini safari yake kuelekea Oktoba ikasitishwa. Tume ya uchaguzi imemzuia kushiriki uchaguzi, ikitaja masuala ya taratibu na uadilifu wa uteuzi. ACT Wazalendo wanadai huu ni ushahidi wa upendeleo wa kitaasisi kwa chama tawala cha CCM. Kwa watetezi wa demokrasia, hoja kubwa ni, je, tume ya uchaguzi ni huru vya kutosha kutoa uwanja sawa kwa vyama vyote vya kisiasa? Katika tukio lingine lililovuta macho ya wengi, John Heche, naibu mwenyekiti wa Chadema Taifa, alikamatwa nje ya mahakama siku za hivi majuzi. Polisi wakidai wanamshikilia akichochea baadhi ya wananchi kushiriki kwenye maandamano, lakini Chadema wanatafsiri tukio hili kama jaribio la kutisha viongozi wa upinzani wasijitokeze hadharani kipindi hiki muhimu cha uchaguzi. Video na picha za Heche akipelekwa kwenye gari la polisi zilisambaa mtandaoni, zikiongeza taswira ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa kisiasa. Kwa sasa viongozi kadhaa wa upinzani wameripoti vitisho vya kukamatwa iwapo watahamasisha maandamano. Viongozi ambao wameripoti vitisho hivyo ni pamoja na Godbless Lema. Uchunguzi wa karibu kwa matamko yao na simu za onyo kutoka mamlaka za usalama. Hivyo hofu inazunguka wapinzani wengi. Makundi ya haki za binadamu yanahoji, huu ni ulinzi wa sheria au ni udhibiti wa sauti za kisiasa? Wachambuzi Afrika Mashariki wanaeleza hadi sasa hakuna mpinzani mwenye nguvu ya kisiasa au mtandao wa kitaifa wa kumkabili Samia moja kwa moja. Hali ya viongozi waandamizi wa upinzani ni ngumu. Wengine wanakabiliwa na kesi, wengine wameondolewa kwenye kinyang'anyiro, na wengine wananyamaza kwa hofu ya athari za kisiasa.
Hivyo kwa wengi, uchaguzi wa Oktoba 29 unaonekana tayari una mshindi anayetarajiwa. Swali kwa wengi ni je, ushindi huo utakuwa na uhalali wa kisiasa kwa macho ya wananchi na dunia? Tanzania, nchi yenye misingi imara ya utulivu, sasa iko katika mtihani mkubwa wa historia yake ya kisiasa. Wakati serikali inapambana kulinda amani, wapinzani wanapigania uhuru wa kisiasa. Na kwa wananchi, maswali makubwa ni mawili. Je, sauti zao zitasikika wakati wa uchaguzi? Na je, demokrasia inaweza kustawi katika mazingira ya hofu na vizuizi? Matokeo ya Oktoba 29 hayataamua tu rais ajaye, bali hatua inayofuata ya mustakabali wa demokrasia ya Tanzania.